Somo la pili: nafasi na wajibu wa mume na mke katika agano. Karibu katika Maisha na Neno. Kuongeza maarifa hapa, subscribe, comments, like and share kama bado haujafanya hivyo. Tuanze sasa. Tunapoangalia wajibu wa mume na mke, tunaangalia watu wawili wenye jinsia tofauti, yaani mwanamke na mwanaume. Huo ndio mpango wa Mungu. Swali la kutafakari: kama kila mmoja ndani ya ndoa angeamua kufanya wajibu wake kikamilifu bila kumsubiri mwenzake, unafikiri ndoa nyingi zingekuwa katika hali gani leo? Je, tatizo ni upendo kukosekana au watu kutokujua nafasi zao? Namba moja, Mungu ni Mungu wa mpangilio. Katika kila taasisi aliyoiunda Mungu kuna mpangilio. Hata ndani ya familia kuna muundo. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 33, Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Hii ina maana ndoa haiwezi kuwa na amani kama hakuna mpangilio. Namba mbili, wajibu wa mume, uongozi wa kiroho na upendo wa kujitoa. Biblia inasema katika Waefeso 5 mstari wa 25, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Hapa tunaona mambo mawili: upendo wa kujitoa. Mume hapendi kwa maneno tu, anapenda kwa kulinda, kutoa, kusamehe, kujitoa hata pale panapouma. Upendo wa Kristo haukuwa wa masharti, hivyo upendo wa mume haupaswi kuwa wa masharti. Uongozi wa kiroho. Biblia inasema katika Waefeso 5 mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mke. Kuwa kichwa haimaanishi kuwa dikteta. Inamaanisha kubeba maamuzi kwa uwajibikaji, kuongoza familia katika maombi, kuweka mwelekeo wa kiroho. Kichwa hubeba mzigo, hakikandamizi mwili. Tuangalie wajibu wa mke. Namba 3, wajibu wa mke, heshima na msaada wa hekima. Biblia inasema katika Mwanzo 2 mstari wa 18, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi hapa si mnyonge, ni mtu mwenye nguvu anayekamilisha. Heshima. Katika Waefeso 5 mstari wa 33, na mke na mheshimu mumewe. Heshima ni kutodharau hadharani, kutochambua makosa yake mbele za wengine, kumpa nafasi ya kuongoza. Wanaume wengi huanguka si kwa kukosa kupendwa, bali kwa kukosa kuheshimiwa. Msaada wa hekima. Mke ni mshauri wa ndani, ni sauti ya busara, ni mjenzi wa mazingira ya amani. Biblia inasema katika Mithali 14 mstari wa kwanza, mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake. Namba 4, tatizo linatokea wapi? Migogoro mingi hutokea pale ambapo mume anataka heshima lakini hataki kuwajibika. Mke anataka kupendwa lakini hataki kuheshimu. Kila mmoja anadai haki yake lakini hasimamii wajibu wake. Ndoa imara hutokea pale ambapo kila mmoja anatimiza wajibu wake hata kabla hajadai haki yake. Namba 5, mfano wa kiroho. Kristo lilipenda kanisa kabla halijakamilika. Hakungoja liwe safi ndipo ajitoe. Hivyo mume hapaswi kungoja mke awe mkamilifu ndipo ampende, mke hapaswi kungoja mume awe mkamilifu ndipo amheshimu. Agano linazalisha ukuaji. Hitimisho. Wapendwa, nafasi si ubabe, nafasi si ushindani. Nafasi ni utendaji wa wajibu kwa heshima. Mume akisimama kama kichwa cha kuwajibika na mke akisimama kama msaidizi wa hekima, familia inakuwa madhabahu ya amani. Tafakari kwa upole. Je, ninajua wazi wajibu wangu ndani ya ndoa au ninadai haki tu? Eneo gani ninahitaji kukua? Upendo wa kujitoa au heshima ya dhati? Je, ninaongoza kwa mfano au kwa maneno? Kama kila mmoja angeiga mwenendo wangu, je, ndoa yangu ingemtukuza Mungu? Ni tabia gani ndani yangu inaweza kuharibu mpangilio wa Mungu katika familia? Hongera kwa hatua hii ya pili. Sasa tunaingia somo la 3 linalosema umoja wa kiroho ndani ya ndoa. Ni sehemu nyeti sana kwa agano la ndoa. Kumbuka, ndoa ni agano, si mkataba. Usisahau kufanya jambo hili muhimu: subscribe, comment, like and share kama bado haujafanya hivyo. Kwa heri.